Bana, mambo vipi? Kama kawaida, hii ni Mnazi TV. Mimi naitwa Moni himself, Mr. Cody 133. Kiniita mfufu burudani itakuwa unyama zaidi. Na leo kwenye exclusive niko bana na one of the best directors kutoka A-Town, anaitwa Director Odimbo. Najua hilo jina umekutana nalo sana kwenye baadhi ya ngoma nyingi hapa A-Town. Kuna Boom Bap, sio Fidovato na Mopali. Kuna ngoma kadhaa za Mopali, Doria kule. Bana, kuna hii hapa Paswa Hewa ya Davani Trap na tracks nyingi sana ambazo of course ile jina najua utakuwa umekutana nalo. Leo niko naye bana. Mara nyingi anaonekanaga nyuma ya kamera, and guess what? Leo yuko mbele ya kamera. Inabidi atuelekeze na aone watu wanao mbele ya kamera huwa wanakuwa kuaje. Yes, anapenda kukaa nyuma. Yuko hapa. Odimbo, mambo vipi? Yaje? Mzuka. Kama kawaida. Maelekezo? Fresh. Bana, tuko vizuri? Tuko vizuri. Bana, nyuma ya kamera sana. Nyuma ya kamera sana. Hivi ilikuwa ni ndoto ya Odimbo kupenda kukaa nyuma ya kamera sana? Yeah, of course. Yani kwa watu ambao wananifahamu, kuniona nyuma, yani hivi kitokea kwamba niko mbele ya kamera ndo ajabu, lakini kwa watu ambao wananifahamu of course ilikuwa ni ndoto ya Odimbo kufanikisha majambo ya wengine. Okay. Yeah, so yani one of the best thing ambacho nakipenda ni kukaa nyuma ya kamera. Okay. Yeah. Natamani kufahamu background ya Odimbo kwanza before hatujamuona kuwa director wa nyimbo. Natamani kumfahamu who is Odimbo. Odimbo bwana, historia Odimbo, of course historia Odimbo ni fupi. Mimi bwana nimekuwa nikikua na my brothers ambao wamekuwa wanafanya hichi kitu. So unajua ile kinyumbani alafu unakuwa na makaka ambao wanafanya vitu kwa unatamani, yani natamani unamwona brother anavobeba kamera nini, the way anavoparate nini. Kwa sasa mimi nimekulia kwenye mazingira hayo. So taratibu hata kama ni kitu ambacho ukipendi, taratibu kinaanza kukuingia. So hapo ndo of course hiyo ndo short and clear historia ya Odimbo. Okay. Yeah, so yani ilianza, yani mimi nimekuwa kwenye mazingira ya media na hata wakati fulani nimewahi kuwa mimi mwandishi wa habari, kwa hiyo yeah, so mimi nimekulia kwenye mazingira ya media. Okay. Yeah. So hapo of course historia yako unasema ni fupi sana. Natamani kufahamu, so baada ya kuona mabrother wanajihusisha na hizo harakati na wakatamani, ulijifunza kwa mabrother au wewe ilibidi uende labda kwenye vyuo na vitu kama hivyo kujifunza? Sasa mimi ilianza kwanza kama lifestyle. Umeona, ilianza kama ni mtindo wa maisha kwamba yani unaamka asubuhi unakutana na kompyuta, mchana unakutana na kamera, au jioni mnakutana location. Sasa kwa kujifunza niseme mimi hakuna aliyenifundisha, ila tu nimekuwa inspired na my brothers, kwa sababu pia hata makaka zetu ambao tumekuwa nao walikuwa hawapendi sisi tukifanya hichi kitu. Kwa nini? Kwa sababu kuna lifestyle ambao wao walikuwa wanaishi, hawakuwa wanatamani sisi tuishi ile lifestyle, kuchanganya na watu, kugombana na watu, kufanya nini, kukesha, unajua zile. Yani moja kitu ambacho walikuwa hawatamani sana. Kwa hiyo sasa ni wakawa wanatumia nguvu nyingi ku make sure kwamba yani ile career yao haiturudii sisi kama wadogo. So wakati fulani ilikuwa inafikia hatua wanaenda location, lakini kwa sababu na wewe upo unapenda, yani nafikia hatua paka wanakufukuza. Lakini as the days goes on, taratibu na sisi tukaanza kujifunza. Mimi naweza kusema mimi of course hakuna aliyenifundisha kushika kamera wala kufanya nini, ila tu ni utundu kwamba unashika kamera, unawasha hapa, ndio una record hapa, una set hivyo. So umeona, so siku zinavozidi kwenda unafanya kitu afu unaenda kumuonesha brother kwamba nimefanya 1 2 3. So yani hapendi, lakini ndani ya nafsi anajua kabisa kwamba huyu mtu muona kama ana kitu. Ngoja nimzingatie. Kwa sababu mimi nakumbuka kwa mfano kutumia kompyuta kuedit. Ilikuwa inafikia tu mpaka ile program ambayo kakaangu anaeditia. Of course sio kakaangu kabisa, lakini ni brother wa mtaani. So muda mwingi mimi nilikuwa naenda kwake pale. Ilikuwa nafikia tu ile program ana ilock kila baada ya dakika 5, yani kwamba tofauti na yeye mtu mwingine akija kuitumia inajilock, yani dakika 5 inajifunga, kwa sababu alikuwa hawezi kutukataza kutumia kompyuta. Kwa hiyo na mimi nikishika kompyuta siangalii muziki wala movie, yani naenda moja kwa moja kwenye kuedit. Kwa hiyo at that time nilikuwa pia natumia video zake as reference, yani akimkuta ameshashoot video yake anaichukua video naiweka kwenye program na ipangua na mimi na edit hivyo. So siku moja alikuta nimeedit video, yani mpaka nimemshinda yeye. Kwa akaona hiki nini? So kuanzia pale
chemistry, tukaanza kubond, like yeye anaweza kaenda kushoot, mimi akaja kanipa nika edit, au wakati mwingine kama Vimeo, tunaita Vimeo viko vimegongana, hana namna, inabidi toa nichukue, unaona. Kwa so tunagawana hivyo, mwisho siku tunagawana riziki. So imeenda hivyo, ikawa ni mtindo wa maisha, baadaye ikaja kuwa kama career. Lakini baadaye nikaona sio mbaya, nikaenda kuiongezea, nikaifanya kama elimu sasa, ili niwe na ile professionalism ambayo imeshiba. So ilianza kama mtindo wa maisha, baadaye ikaja kama career, lakini baadaye nikaenda kuiongezea elimu ya chuo kikuu. Alafu imerudi tena kama lifestyle. Okay. Yeah, so kwangu video ama directing kwangu ni lifestyle. Okay. Yeah. Natamani kufahamu ilikuwa mwaka gani na ilikuwa ni video gani ya kwanza kabisa Odimbo ndo anasimama yeye mwenyewe binafsi anasema hapa ndo na imani hii ndo kazi yangu ya kwanza? Video yangu yani tuseme project yangu ya kwanza kabisa kushoot ilikuwa ni mwaka 2015. Mind you 2015 mimi bado niko shule. Okay. Umeona? Niko shule. Ilikuwa ni ya nani? Hizo video ni za kwaya mikoani huko. Mimi of course nimesoma Tabora, kwa hiyo kwa kuna muda kakaangu alikuwa anapata video. Nakumbuka video ya kwanza ambayo tulishoot ni video ya kwaya ya jeshi ya JKT. Ndio tulishoot. Kwake kaka of course yeye alikuwa anapata tenda za kushoot albums, lakini kwangu mimi ilikuwa ni video yangu ya kwanza kabisa. Ni ya JKT Tabora. So ile ndio video yangu mimi ya kwanza ambayo na shoot. Sasa kwa sababu niko kwenye mfumo ambao mimi kwanza familia yangu yani sio kwamba wana support hichi ninachokifanya. Kwa sababu nafikiri kuna level ambazo wao wamekadiria. Kwa hiyo ni kwamba of course support ni ndogo. Yani sio kwamba ndio watakusupport ile asilimia kubwa. Kwa hiyo yani ni wanapinga yani big time kitu ambacho nakifanya. So yani ukirudi nyumbani usiongelee chochote kinachohusiana na videos, lakini ukiwa ni nje ya nyumbani fine, unaweza ukafanya na nini na kila kitu. Sasa nikajikuta kwamba hiyo 2015 niko form 4 namaliza shule. So nikakaga kuna ile kipindi unakaa sana mtaani ile. Sasa nikaona kwangu ni fursa ya kuwekeza sasa nguvu nyingi kwenye video production. Sasa ikabidi ikafika kipindi ambacho inabidi niende shule tena form 5. Nienda shule form 5, lakini still kwa sababu shule ambayo mimi nilikuwa nasoma of course ni shule ya bweni, lakini nilikuwa na simu. Kwa hiyo bro alikuwa akipata kazi kama kazidiwa ananicheki, dogo uko wapi? Naambia niko shule. Chomoka basi njoo tupige kimeo, umeona? So nachomoka, yani huko nasoma, huko na shoot. Nasoma huko na shoot. Afira nikipata sasa ndo nitumie kama pocket money shule. Kwa sasa kwa watu ambao walikuwa wananifahamu like sasa kuna kipindi ambacho inabidi shule ambao nasoma wanatoka wanaenda kutafuta director mtaani. Washuti kwaya labda zile labda Kasfeta ama Ukwata ama nini. Wakishabageni naye kule nini labda imefika siku ya kushuti. Kwa hiyo wanafunzi wa shule ambao mimi nasoma wakienda location wananikuta mimi tayari nishatangulia kule. Wanakukuta kule. Kwa hiyo yani mimi asubuhi wanavojiandaa sijui tunaenda kushuti kufadhili, unajua ile excitement. Mimi naangalia alafu mimi najua na kwa najua kabisa taarifa zao tunaanzia wapi, itakuwaje hivyo. So yani ikawa of course ina surprise watu. Like huyu jamaa anaweza vipi kuenda hivyo vitu viwili. Na hata wakati fulani mimi shego mazana na mzee wangu. Mbona video zitakupeleka wapi? Umeona? Lakini sasa hivi ananufaika. Okay. Akapiga simu miamala inasoma. So story yangu mimi iko hivyo. Yaani wakati najipambania kujua production, nilijikuta pia najiingiza kwenye mfumo wa shule. Okay. Okay, sawa bana. Odimbo bana kwa sasa hivi town kama nilivyotangulia kusema awali bana ni moja kati ya madirector wakali na kila mmoja na kila msanii anatamani kufanya kazi na Odimbo kwa sababu ya ule ubora ambao anauonesha kwenye kazi zake na vitu kama hivyo. Ni vitu gani muhimu ambavyo unavizingatia ukishapata kazi mkononi ya msanii fulani? Vitu gani ambavyo wewe unavizingatia binafsi before hata kufanya kuanza kushoot rasmi? Kwanza ngoma lazima iwe kali. Yaani kwa sababu mimi napenda mimi zamani kuga nawaambiaga watu nawaambia yani mtu akiniuliza kwamba imekuwaje umekuwa director, mimi kuga nawajibu kwamba mimi nimekuwa director ili yani muone na msikilize nyimbo ambayo mimi naipenda. Umeona? So moja kigezo ambacho mtu akija anataka kufanya kazi na mimi lazima awe na nyimbo kali. Awe na nyimbo kali. Lazima pia kuna serious inabidi uwepo. Kwa sababu pia sometimes anatokea mtu anaweza kukutafuta tu akakuuliza ndugu yangu unashoot video kwa bei gani afu kishamtajia anatembea.
Kwa hiyo moja kigezo kikubwa, yani nyimbo ikishakuwa kali basi yani tayari umeshavuka step moja ya kufanya kazi na Odimbo. Yeah, that's all. Bana, behind the scene niliwahi kuwepo kwenye moja kati ya video ambayo ulikuwa una shoot ya Mopalin na Fidovato Boom Bap. Yale mazingira tulikuwa ambapo ulikuwa una shoot, ilikuwa bana unaingia unawasha taa fresh kabisa na nini, kiweka vizuri kamera, mvua hiyo, tunatoka tena tunarudi huku ndani, tunarudi tena mvua ile. Natamani kufahamu ile, mimi kwangu nilihesabu kama ni changamoto kwako. Changamoto gani nyingine kubwa ambayo ushike kukutana nayo wakati wa kushoot? Changamoto kubwa ya kushuti changamoto kubwa ya kushuti binafsi kwangu, moja ni hali ya hewa. Yani wakati fulani hali ya hewa imeweza mkama mmepanga kufanya video daytime kwa maana ya mchana ama asubuhi, lakini mkakutana na hali ya hewa ambayo haisupport. Kwa mfano hiyo muongelea hiyo mvua ambayo ilikuwa inanyesha. Yani siku yani mvua imeanza, tumeshoot, of course tulikuwa na maize vipande vya mwisho, lakini kilichokuja kutokea tunamalizia vipande vya mwisho, tunasogea yani sehemu ambayo ndo location yani hiyo set, mvua inapiga. Tukirudi kujibanza, mvua inakata kama mara 2 mara 3 hivi. Niambie kitu wakuu, hapa lazima tukubali kwamba kwa leo hatuwezi kupambana na hii situation. Kwa hiyo moja ya changamoto ni hiyo hali ya hewa, lakini changamoto nyingine, changamoto za kibinadamu, kwa sababu nikukumbushe kwamba unafanya kazi maana yake unakutana na watu tofauti tofauti. Unaweza kukutana na msanii ana stress, unaweza kukutana na msanii ambaye sio muelewa, kwa sababu wakati fulani inaweza katokea mmefanya kazi, unafika unataka kuedit uone chochote. Yeah. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye sio muelewa, anaweza kuona kwamba jamaa miayusha. Lakini pia unaweza kukutana na mtu ambaye hawezi kuvumilia. Sometimes mkafika location mna kila kitu, lakini mmesahau yani kitu kidogo tu ambacho yani ukimwambia mtu hata mfukoni akijai. Umeona? Kwa majikuta inabidi msubiri masaa 2 matatu kwa sababu ya kitu kimoja kidogo. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya changamoto. Yeah. Game ya A-Town kwa upande wa video production ikoje? A-Town kiukweli kabisa A-Town imechangamka. Yaani A-Town ni kama imestuka. Sijui kimetokea nini, lakini sasa hivi kila mtu anafanya kitu kizuri. Wasanii wanajitahidi kutoa mangoma makali, ma directors pia wanajaribu kutoa vitu vizuri. Kwa hiyo yani binafsi game ya muziki wa A-Town ni kama imerudi, kwa sababu kuna kipindi of course ngoma zilikuwa zisikiki, lakini kwa sasa hivi yani hichi kipindi ambacho tunaongelea sasa hivi yani game iko moto. Yani kila mtu sasa hivi yani anataka kutoa kitu, kila kinachotoka ni kikali. Yeah. Umeongelea hapo, umegusia kidogo ma Titans. Of course umeshafanya nao kazi, umefanya nao nadhani project 2-3 hivi. Hebu niambie ma Titans ni watu wa aina gani wakiwa kwenye kazi zao aisee, kwa sababu wao jina lao wanajiita ma Titans, na kwenye kazi kweli wamekaa kitaita au hapana? Ma Titans kwanza ni watu ambao mimi nishafanya nao video kama 6 zinafika 6-7. Na kuna project of course bado hazijatoka. Ma Titans bwana, wala shikaji, moja ya kitu ambacho mimi kinanifurahisha, yani muda utani tunacheka, lakini ni muda wa kazi, ni muda wa kazi. Ila kuna muda tukio tuna shoot wao wanapotea yani wanapotea, sijui kwa sababu pia unakuwa muda umeenda ama vipi, lakini kuna muda yani unaona kabisa wamechoka, lakini sasa hawezi kukwambia kwa sababu wanahisi yani watakuharibia kazi. Kwa sasa kuna muda kibinadamu ukuta mtu kalala, huwezi kumwamsha, kwa hiyo tu unamuelewa kwamba inawezekana pia amekuwa na siku ndefu. Kwa of course ni watu ambao wanajua wanachokifanya, ni watu ambao wako serious sana. Yani kuna wakati hata yani najiona kwamba sasa mbona kama nawaangusha washikaji, lakini tunajitahidi kupambana. Okay. Yeah. Bana, mimi natamani kufahamu ili msanii afanye kazi na Odimbo, mezani awe na bajeti kama ya shilingi ngapi? Ili kufanya kazi na Odimbo, cha kwanza inabidi uwe na nyimbo kali. Yani ukishakuwa na nyimbo kali, yani budget sio issue. Lakini unajua tu usikutaja namba kabisa exactly, lakini ukishakuwa tu na nyimbo kali, yani ni moja ya tiketi ambayo unaweza kufanya kazi na Odimbo. Yeah. Wewe binafsi bana, ni binadamu, una matamanio yako binafsi. Apart from kile kitu ambacho msanii ndo anakufuata, ila na wewe una matamanio yako. Ni msanii gani A-Town ambao unadhani siku ukifanya naye kazi kwa A-Town utakuwa umemaliza, na ni msanii gani ambaye Tanzania nzima siku ukifanya naye kazi unahisi wewe utakuwa satisfied kabisa, moyo wako kwamba hapa fresh sasa, yani moyo wangu umeridhika kufanya kazi na watu? Tuanze na A-Town.
A-Town. A-Town kwanza kila msanii ni noma, anafanya vizuri. Lakini pia moja ya ndoto zangu ni kufanya kazi na kila msanii. Yaani nataka siku nikikaa hivi kwenye mafiles yani nikiangalia hakuna msanii ambaye sijafanya naye kazi Arusha. Yaani hiyo ndo ndoto yangu kubwa. Lakini nje ya A-Town? Nje ya A-Town kwa maana ya Tanzania sasa ndio. Natamani kufanya video na J Melody, kufanya video na Joh Makini, kufanya video na wasanii wale ambao ni A-list. Of course nilikuwa natamani kufanya video na Jinako. Nafikiri of course ni project ambayo tumeshaitoa. Tayari nishafanya kufanya naye kazi. Nyimbo ina kama wiki mbili. Kwa hiyo bila natamani kufanya kazi na A-list wa Kibongo. Yaani wasanii ambao ni A-list na msanii yoyote ambaye yuko serious na anajua nini ambacho anakifanya. Sawa bana, neno la mwisho bana kwa wasanii wa A-Town, kwa wasanii ambao wanafuatilia kazi za Odimbo, mashabiki pia wa Odimbo, tumalize mchezo. Kwa mashabiki wa muziki wa Arusha na kwa wasanii kwa ujumla ni kwamba game ni kwamba ndo kwanza limeanza. Still bado tuna nafasi ya kufanya vitu vikubwa, bado tuna nafasi ya kufanya vitu vikali. Kwa hiyo tusichoke, tupambane na tujiamini hata kwa hicho kidogo ambacho tunacho. Yaani hata kama una kidogo ukijiamini tu, maana tayari umeshaonesha njia ya mafanikio. Lakini pia kwa mashabiki ambao wanafuatilia kazi za Odimbo ni waahidi tu kwamba sitawa disappoint. Ndio kwanza tumeanza, yani gari ndio kwanza limewaka. Bado kuna kazi nyingi na kubwa sana zinakuja. So you better stay tuned. Okay. Yeah. Bana nimesikia you better stay tuned, nikajua ndio ile you better watch your back. Anyway, anaitwa Odimbo bana, mimi naitwa Modi himself and this is Mnazi TV. Tulikuwa naye hapa, tumegonga naye exclusive baada ya chenga nyingi sana. Odimbo uko wapi? Niko location na mimi akinicheki bana, na mimi niko na harakati mingi, lakini guess what, leo bana tumetisha. I hope kuna kitu umekichukua na umejifunza. Lakini mimi natamani hebu tumalize bana kwa madirector wa A-Town. I hope I know unawafuatilia. Yeah. Director gani ni mkali kwako? Madirector A-Town, madirector wote wanafanya vizuri, lakini namfuatilia Uki anafanya kazi poa sana, video zake ziko yani mpaka nasema jamaa waza nini. Noma sana, Uki anafanya vizuri. Lakini pia wengi siwajui majina, lakini director Meja naye jamaa mbaya sana yani noma. Okay. Noma, anafanya kazi nzuri sana. Lakini the rest bado sijawajua madirectors wengi Arusha, lakini of course wanafanya kazi nzuri. Kwa sababu mimi naamini paka mtu ameamua kujipa cheo cha director, maana yake anajua nini anakifanya. Okay. Yeah. Haina neno bana. Mimi nadhani mpaka wakati mwingine, endelea kusubscribe YouTube channel yetu, endelea kutufollow kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Lakini kama wewe ni msanii bana na una dude lako kali, yaani unaliamini kabisa huu ni unyama, mcheki Odimbo. Atisha kabisa maelekezo. Sasa ikiwa ni sio ngoma kali, usimcheki Odimbo kwa sababu atakwambia mimi sifanye bana, hiyo ngoma sio kali. Oya, endelea kubaki na sisi. Mimi naitwa Moni Msarfu mpaka wakati mwingine. Pau.